Nyakati zinaenda na mabadiliko, ndiyo maana Mungu aliwatahadharisha mapema juu ya mahali sahihi pa kuabudu na kutoa sadaka, wasije wakabadilika wakamsahau Bwana Mungu wao. Hawa Waisraeli walipewa kitu. Tusome kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 14. Nyakati huja na mabadiliko. Nyakati kwenye maisha huja na mabadiliko. Ndicho ambacho unaweza kukiandika hapa. Nyakati huja na mabadiliko. Karibu uweze kusoma. Biblia inasema, "Ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa, ndipo utakapotenda yote ni kuamuruyo. Pamoja na hayo waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote yatamaniwayo na roho yako, kwa mfano wa baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa aliye tohara." Ukirudi kwenye Kumbukumbu la Torati hilo 12 mstari ule wa kwanza inasema, "Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wako, Bwana Mungu wa baba zako, uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi." Mtakazoishi juu ya nchi. Siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Hapo kuna ujumbe mzito sana. Anasema hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu. Na ukiendelea kidogo utaona anaombea. Anaendelea anasema, uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Anawaambia sasa, vunjeni na vitu vingine. Vunjeni zile madhabahu. Teketezeni kabisa chochote utakachokikuta kule. Mambo ya ibada ndio hayo tulikuwa tunazungumza jana. Habari za sadaka, namna ya kutoa. Na anachokizungumza hapa ni kwamba nimesema nyakati zinaenda na mabadiliko. Kuna vitu viwili ambavyo vinaenda pamoja na uwezo kupambana navyo. Ni nyakati na mabadiliko. Nyakati na mabadiliko. Ndio maana Mungu alikuwa ametoa hizi hukumu na sheria. Ametoa hizi amri za kuzifuata. Amri na hukumu alikuwa amezitoa kabisa kabla hawajaingia pale Kanaani. Alizitoa. Kwa nini? Kwa sababu alijua kabisa mtu akishaingia hapo kwenye hiyo nyakati nyingine, nyakati za kumiliki, nyakati za kutawala, nyakati za kuona mema na kula mema ya nchi, atamsahau Mungu. Kwa hiyo akatoa amri ya mambo sahihi ya kufanya. Jambo mojawapo la kufanya lilo watahadharisha ni juu ya kwamba ni wapi mahali sahihi pa wao kuabudu, na ibada haikamiliki bila sadaka. Kwa hiyo akawapa pia maelekezo juu ya sadaka, waitoe mahali gani, mahali sahihi. Lakini pia alitangulia kuzungumza habari za madhabahu za mahali pale. Hujawahi kuona mtu ameingia katika nchi fulani amefanikiwa, alafu baada ya kufanikiwa ukashangaa anafuatana na miungu ya ile nchi. Kama unasikia mchungaji, niko busy, biashara pale dukani kweli nilifunga duka.